umeshatia mambo ya Yesu Kristo ndani, umeshamwalika Yesu ndani yako, lazima ushike silaha sasa. Silaha ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Maana kupitia Roho Mtakatifu kile utakachokinena Bwana atathibitisha kwamba umenena. Kile utakachokitenda Bwana atathibitisha umetenda. Kile utakachokifanya Yesu atathibitisha umefanya. Haleluya, haleluya. Akashika kombeo lake mkononi, silaha ya kumtwangia adui. Katika vita ya kiroho unapigana katika roho, na wakukushindania kupigana hiyo katika roho ni Roho Mtakatifu. Ndiye atakupa na mbinu ya kufanya, ndiye atakupa namna ya kufanya, maana bila Roho Mtakatifu hawezi kufanikiwa. Bwana asifiwe. Jambo la 5, akamkaribia yule Mfilisti. Kuna hatua ya mwisho ya kumsogelea mtu, ya kumsogelea kitu. Adui yako wakati mwingine akiwa anataka kukushambulia na unaona maneno yake yamezidi, wakati mwingine sasa uchukue hatua ya kumsogelea. Haleluya. Unamsogelea katika roho. Kama kuna mtu anashindana na wewe kwa maneno, kuna mtu anachafua kazi yako, kuna mtu anachafua huduma yako, kuna mtu anachafua elimu yako, kuna mtu anachafua ajira yako, usinyamaze, msogelee katika roho. Unamsogeleaje? Unaingia katika roho, unamwambia Bwana, nimekuja mbele zako ili mtu afanyiwe jambo fulani, pamoja na anayonitendea likatokee lingine kwake na juu yake na familia yake. Ingia katika roho, na katika roho ni kwenda kama gotini kwa Bwana. Ingia kwenye maombi, Yesu atakushindia. Sasa ninaona habari nzuri kwenye somo hili ambalo Daudi akiwa kijana mdogo akaamua kwenda kwa uthabiti, na hakuangalia kudharauliwa, maana hata kaka zake walikuwa na mdharau, hata mfalme alikuwa na mdharau, hata jamaa zake wa karibu walikuwa na mdharau. Nawe inawezekana kwenye kazi unayofanya, inawezekana kwenye biashara unayofanya, inawezekana kwenye elimu yako, wako watu wanakudharau. Inawezekana kwenye ndoa yako, kwa sababu ushiki mimba au mwanao ashiki mimba, wako watu wanamdharau na wanasema huyu hatazaa. Mawifi inawezekana wakamdharau, mashemeji inawezekana wakamdharau, mama mkwe inawezekana wakamdharau, kwa sababu kijana wao ameoa mwanamke asiyezaa. Wewe usikate tamaa, chukua hatua 5 za kiimani. Hata kama wanakudharau kwa jambo lolote, ukishuka kwa Bwana aliye hai, Yesu akakuosha kwa damu yake, Yesu akakuinua tena, ukaondoka kwa imani, umeshika msalaba, unasema yeye alipigwa msalabani kwa ajili yangu, yeye aliteseka kwa ajili yangu. Mateso hayataonekana tena kwako, kuonewa hakutaonekana tena kwako, kudharauliwa hakutaonekana tena kwako. Siku moja atasema, hakika alipaswa awe mwana wa Mungu, hakika alipaswa akae kwenye nyumba yetu, hakika alipaswa aolewe mahali hapa, kwa sababu umejizatiti na katika roho unakwenda kufanikiwa. Nami nikutabiliwe jioni ya leo, haijalishi unasumbuliwa na magonjwa gani, haijalishi unasumbuliwa na tatizo gani, yuko Yesu atafanya kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimemwona Mungu katika mambo mbalimbali. Nikikwambia namna nilivyopita katika huduma, nimepita maeneo mbalimbali, lakini Yesu leo amenisimamisha na kuhubiria habari njema. Nataka na wewe pamoja na hayo unapitia, na wewe pamoja na hayo ambayo watu wanaendelea kukusema, pamoja na hayo ambayo watu wanaendelea kukufanyia, yuko Yesu asiyeshindwa hata kidogo. Yuko Yesu ashindaye, na zaidi ya haya anakwenda kukuinua, anakwenda kukubariki, anakwenda kubariki kazi yako katika jina la Yesu. Nikutabirie jioni ya leo kwamba utabarikiwa mwaka huu, wala hautaisha mwaka. Utaona kuna jambo limezaliwa ndani yako. Haleluya. Haijalishi ni kitu gani na ni nani unafanya. Kwenye mazingira tunayoishi ziko vita nyingi, nasi tumefika hatua tukasema ni changamoto. Hakuna cha changamoto. Hata ingekuwa changaunga mkapika ugali mle, jua ni mateso yanayokuja ndani yako.
na hayo yanakataliwa. Mimi sitangazi changamoto ndani ya kanisa hili, wala changaunga, wala chochea nini. Natangaza ukuu wa Bwana aliye hai. Mtu mmoja akaniambia, hizi ni changamoto tu, wala usijali, hizi ni changamoto tu. Nikamwambia, wewe utachanga nini? Utachanga unga au utachanga mboga? Mimi namuona Yesu Kristo, yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele, na habadiliki na hata badilika kamwe. Nikamwambia, vita hiyo itaisha na mimi nitasonga mbele, nitasimama na nitamtukuza Yesu Kristo aliye hai, maana amenishindia. Kwa hiyo Mfilisti ama Wafilisti na jeshi lake ni shetani na watu wake. Wako waganga wanatumika kwa ajili ya kuwashambulia wengine. Wako wachawi wanatumika kwa ajili ya kushambulia kazi yako. Wakati mwingine umelala usiku, wanakuja wanakesha mlangoni, wanakuja wanapiga mawe, wanakuja wanarusha mchanga, wanakuja wengine wamelala, wanaota wanalishwa vyakula. Sio kulishwa vyakula tu, kuna nguvu ingine inapenya ndani yako pasipo kujua. Ukiota unalishwa chakula, jua kuna roho ambayo ameachiliwa kwa ajili yako ili aharibu hatima yako. Bwana aliye hai, aliyenisimamisha, nataka nikutangazie kwamba ukisimama na Yesu Kristo aliye hai, hataonekana mchawi katikati yako. Ukisimama na Yesu na mnena, hataonekana mwanga akicha. Ukisimama na Yesu aliye hai, hakuna atakaye kuja kukuloga wala kuloga biashara yako wala watoto wako, katika jina la Yesu. Halafu wengine Wakristo kabisa wanaenda makanisani, wanapiga wenzao mazongo. Mtu akimtazama tu mtu kidogo namna hiyo akifanya hivi, kesha achilia jambo. Nakwambia kwa sababu mimi nayajua. Naliwahi kupita kwenye mazingira magumu, lakini Baba akanibadilisha, akabadilisha jina langu, akabadilisha mwenendo wangu. Tangu saa hiyo sikuitwa tena yule wa zamani, naitwa wa leo wa Kristo aliye hai. Uthubutu unaweza kukusaidia. Daudi alisaidiwa na uthubutu wake ukamfanya awe mtu mkubwa.